Sasa jambo la msingi na swali la kujiuliza, hawa wapigania haki, je, wapo kwa ajili ya kuwatetea Waislamu na haki zao? Mara tunaweza tukashangilia kwamba kweli hakuna haki, tutaka amani, lakini hakuna haki. Mimi nawauliza hao walio katika mitandao ya kijamii na hao wanasiasa na hao wanaozungumza kwenye madhabahu yao wakidai na kuwaambia watu ipitishwe haki ili amani ipatikane, haki hii mwazungumza kuwatetea Waislamu? Kwani Waislamu si walalamika mara ngapi kuhusu haki zao? Kwa mfano, sote sisi ni Watanzania, mababu zetu walisimamia kupigania uhuru wa nchi hii. Waislamu, ukiangalia orodha ya wapiganiaji uhuru katika nchi hii ni wazee wa Kiislamu kwa 98%. Nchi imepata uhuru, mtawala aliyeingia akawa si Muislamu, alikuwa kwa dhahiri anapinga udini na ukabila, lakini waulizeni maswali, ilipokuja suala la kugawa keki ya taifa na kodi za walalahoi wakiwemo Waislamu, si serikali ilikaa na viongozi wa kanisa wakapitisha mkataba wa kwamba makanisa yapewe fungu kutoka serikalini? Si ndio hiyo memorandum of understanding? Miaka zaidi ya 30 wanachukua gawio kutoka serikalini. Waislamu wamelalamikia hili, wapigania haki, mko wapi? Waislamu hawana haki? Waislamu ni mbuzi katika nchi hii? Waislamu si raia wa daraja la pili. Kwa hiyo mnapozungumza mambo ya haki, hebu kuweni waadilifu. Si kwamba akishaingia mtawala Muislamu tayari mnaanza kuleta chokochoko na maneno mengi na kashfa na kujiona kwamba nyinyi mna haki kuliko wengine. La, sisi Waislamu ni nchi yetu hii, tuna haki nayo. Yale watakayopata wengine na sisi tupate. Iko haki ya kudai hili kwamba na sisi tupewe kama zile walizopewa wenzetu tangu miaka ile mpaka leo, tulipwe, alafu tuanze tena moja. Hili lingesimamiwa na mashirika ya kimataifa na ya kitaifa na wanaharakati na wapigania haki za kibinadamu na usawa wa kijinsia, na hawa wanaoko madhabahuni na wanasiasa wangelipigania hili. Waislamu mara ngapi wanadai mahakama ya kadhi na nyinyi mnaikinga? Sasa hii itagharimu bajeti ya nchi na pesa mnazipata nyinyi. Sasa msije mkadanganywa na hawa watu wanaozungumza eti wataka kupigania haki. Hawa wanapigania ukubwa wao, wanapigania madaraka, wanapigania maslahi, na wakipewa maslahi watakaa kimya. Leo ukiangalia katika teuzi serikali, tangu wakati baada ya uhuru mpaka leo, kwa asilimia kubwa sana Waislamu wanatengwa katika hili. Sizungumzi uchochezi, lakini Waislamu wako kimya. Linaweza likaja baraza la mawaziri watu 20 au watu 30, basi 26 wote wakawa si Waislamu, Waislamu 4 tu, na Waislamu wakakaa kimya. Nyinyi mnaweza? Watu wa haki mko wapi? Lini Waislamu walifanya fujo kwa sababu hiyo? Kwenye vyuo vikuu leo inasemekana kwamba katika chuo kikuu, baadhi ya vyuo vikuu hapa nchini vya serikali, basi vijana wanaokwenda katika vyuo hawafiki, wa Kiislamu hawafiki 20%, hawajawahi kuvuka, hawana haki. Au mtuona sisi hatujui, malofa tu twajua, lakini inayotufunga sisi ni dini yetu. Kwa hiyo tuheshimiane katika mambo kama haya ya msingi. Msilete chokochoko katika nchi hii mkataka kuharibu amani ya nchi kwa sababu tu aliyeko madarakani ni Muislamu. Hatuja kusikia sisi watetezi wa haki za binadamu au wanaharakati wakizungumza mambo hayo.